Nimesikia clip ya Gerson Msigwa ambaye ni katibu mkuu Wizara ya Mawasiliano akiwa chuoni Dodoma, anawaasa wanachuo kwamba wasome kwa bidii. Watakapokuwa wamesoma kwa bidii, watakuja kupata maisha mazuri. Wow, amazing sana. Wanachuo jamani, mnasikia huo ushauri? Someni kwa bidii. Soma kwa bidii sana. Mtakapokuwa mmesoma vizuri, mtakuja kupata maisha mazuri. Hebu tutafakari kidogo hii kauli yake. Vijana tunasema kwamba maneno haya sio mageni masikioni mwetu. Ni maneno ambayo yamekuwepo. Ni maneno ambayo yapo, na pengine kwa sababu jamii yetu bado haibadiliki, bado hatujifunzi kutokana na mabadiliko ambayo yanaendelea, yataendelea kuwepo. Sasa katika mazingira ambayo zote tunafahamu kwamba kumekuwa na shida ya ajira. Nyie mliopo ajirani, nyie ambao mmeajiriwa, mpo ajirani miaka 10, miaka 20, miaka 30, bado tu mmekomaa huko. Na vijana wanaohitimu nao wapo mtaani wanasubiri ajira. Alafu bado unamwambia kijana kwamba nenda usome kwa bidii. Utakapokuwa umesoma kwa bidii, utakuja kupata maisha mazuri. Haya maisha mazuri anayapataje? Kwa kusoma kwa bidii. Nadhani hilo ndio lilikuwa ni jambo la msingi sana la kujadili, kwamba huyu ambaye unamwambia kwamba nenda usome kwa bidii, utakapokuwa umesoma vizuri utapata maisha mazuri. Huyu mtu anatakiwa pia kuambiwa haya maisha mazuri utayapataje kwa kusoma kwa bidii? Kuna uhusiano gani kati ya kusoma kwa bidii na kupata maisha mazuri? Hiyo vitu lazima tuviseme na kila mtu aweze kuvifahamu vizuri, ili tunavyomwambia mtu kwamba nenda soma kwa bidii kwa sababu utakuja kupata maisha mazuri, tunajua kwamba haya maisha mazuri atayapataje. Sote tunafahamu wazi kwamba mfumo wetu wa elimu uko collapsed. Mfumo wa elimu ni mbovu. Mfumo wa elimu ni mfumo ambao si mfumo rafiki wa kumwandaa kijana kuja kuwa mbunifu, kuja kutengeneza vitu vyake mwenyewe, kuja kujiajiri, kuja kutengeneza ajira. Mimi nimekuwa nawaambia watu mara kwa mara kwamba vyuo vikuu havipo kwa ajili ya kutengeneza watu ambao watakuja kuajiriwa hapo baadaye. Vyuo vikuu vipo kwa ajili ya kutengeneza watu watakao kuja kutengeneza ajira. Yaani vinaandaa watu wa kuja kutengeneza ajira, sio vinaandaa watu wa kuja kuajiriwa. Lakini sasa kinyume chake ni tofauti. Na ndiyo maana juzi hapa tunaona kwamba mpaka waziri mkuu anaingilia kati, anasema kwamba vijana sasa mnavyomaliza vyuo muanze tena kwenda VETA. Mtu amesoma miaka 20 na miaka almost 20, alafu bado namwambia kwamba ulichokisoma bado hakitoshi. Tena akasoma mpaka chuo kikuu. Alafu bado anaambiwa kwamba ulichokisoma hakikutoshi, unatakiwa kwenda VETA. No, nadhani lazima tufikie hatua tukubali tu kwamba mfumo wetu hauko vizuri, na yale masuala ya somo kwa bidii, ukimaliza kusoma utakuja kupata ajira nzuri, tuyapige chini. Sasa tuanze kufumua mfumo wetu, tuanze kujenga upya, kwamba huyu mtoto anavyomaliza chuo anajua kabisa na maujuzi tayari anayo, anaingia mtaani, anaanza kupambana, anaanza kufanyia kazi ule ujuzi alionao, na mwisho wa siku sasa unampelekea kupata matokeo ambayo anayataka. Tuanze kujenga kizazi cha watu wanaofikiri nje ya boksi, kizazi cha vijana wanaofikiri nje ya 18, kizazi cha vijana ambao wanafanyia kazi kwa vitendo yale wanayojifunza, sio tu wanajifunza kwa nadharia na hawayafanyii kazi. Na hayo ndio matunda ambayo vyuo vingi vinazalisha, kwamba
mtu anatoka chuoni, hata kile alichojifunza chuoni hakijui. Mfumo wa vyuo ulivyo sasa hivi ni kwamba unakuandaa kwa ajili ya kufaulu, kwamba uingie darasani, usome, ufaulu mitihani. Hiyo ndio tiketi unayotoka nayo chuoni. Kwa hiyo chuoni unatoka na cheti ambacho kiuhalisia hivyo vitu vyenyewe ambavyo vimeandikwa kwenye cheti mhitimu havijui, kwa sababu alikuwa anakimbizana tu na mitihani muda wote. Hata yale masomo ambayo yanatakiwa kufanywa kwa practical, bado mtu anajifunza kwa theory, anakimbizana na mitihani. Hatuwezi kujenga watu ambao baadaye wanakuja kuwa masters, watu wabobevu katika mfumo kama huo. Lazima tutengeneze mfumo ambao utatuwezesha kuhakikisha kwamba hawa watu tunawajenga katika namna ambayo ni ubobevu kwa kufanya. Ni kwa namna gani mtu anakuwa master, yani ubora. Vijana wengi wanapenda kuangalia wanapenda kuangalia movie, na kwenye movie nyingi nadhani zitakuwa za Kikorea au za Kikorea au za Kihindi. Zile huwa unakuta kwamba kuna character mmoja ambaye anajulikana kama master, ambaye anajua jambo fulani kwa undani, hasa kwa ile michezo labda ya ngumi, anajulikana kama master. Sasa master, tunapozungumzia kitu master, kwamba mtu fulani ni master, hatuzungumzii watu wanaokalili vitu ambavyo hata wenyewe hawaelewi. Tunapozungumzia master, tunazungumzia mtu ambaye anaelewa kitu anachokifanya. Na hata tuna mpaka shahada ya pili ambayo kwetu huku inafahamika kama masters. Lakini watu wanaohitimu hii masters wana umaster wowote? Wamemaster nini? Kwa hiyo manake tunahitaji tutengeneze mazingira kama haya. Lakini sasa, labda kabla sijaenda mbele zaidi, ongea na wewe. Kabla sijaenda mbele zaidi, nirudi kwenye ile kauli kwanza kabla sijaenda mbele zaidi, ili baadaye nitatoa suluhisho hasa ni nini hasa tunachoweza kufanya, kwa sababu hatuhitaji kujadili hivi vitu bila kutoa suluhisho. Lazima tutoe suluhisho, nini cha kufanya. Lakini kwanza nirudi kwenye kauli ya Gerson Msigwa ambaye anasema kwamba soma kwa bidii, kwa sababu mwisho wa siku mtakuja kuwa na maisha mazuri. Nadhani kwa miaka ya karibuni, kwa sababu hata takwimu tunaziona kwamba takwimu zinaonyesha kwamba vijana ambao wamehitimu chuo na hawajaajiriwa ni wengi sana. Kwa hiyo lazima tuende hatua zile kwamba hawa watu wataishije maisha mazuri kwa kusoma kwa bidii shuleni. Kwa hiyo kusoma kwa bidii peke yake kunaonyesha wazi kwamba hakuwezi kupelekea kwa mtu kuishi maisha mazuri. Lazima kuwepo na kitu kingine cha ziada. Na hiki kitu cha ziada ni nini? Ni kwa mtu kufanyia kazi kile kitu ambacho amejifunza chuoni, ambacho amejifunza shuleni. Hicho ndio kitu ambacho kinaweza kanani, na katika namna ambayo itaweza kumuingizia huyo mtu pesa. Kwamba ni kwa namna gani mtu anaweza akatranslate kitu alichojifunza chuoni katika namna ambayo inaweza ikamuingizia pesa. Na hapo ndipo maana kwamba tunahitaji tuwafundishe hawa watu skills ambazo wanaweza kuzitumia katika mfumo, skills ambazo wanaweza kuzitumia katika namna ambayo itaweza kuwalipa wa translate kile wanachokijua kwenye pesa. Hicho ndio kitu ambacho tunahitaji kuwafundisha. Lakini sasa kitu gani kingine kinachoweza kufanyika? Kwa sababu sasa hivi kwanza mfumo uko hovyo. Wazungu wanasema kama mfumo uko fact. Sasa kwa sababu mfumo uko fact, maana yake tunahitaji tutengeneze mfumo ambao hauko fact, mfumo mzuri. Sasa mfumo huu mzuri unafanyaje? Na wakati tunatengeneza mfumo mzuri, lazima kuna watu tayari wako katika mfumo ambao uko wa hovyo. Tayari kuna watu ambao katika mfumo wa hovyo. Sasa lazima tufanyeje? Tutengeneze mazingira ya hawa watu, tuwaeleweshe
wajue kabisa mapema, sio tuendelee kualisha matango poli kwamba soma kwa bidii, mwisho wa siku utakuja kuishi maisha mazuri. Wajue mapema kabisa, mtu tokea anavyoingia chuo, tokea yuko form 5, tokea yani iwepo kabisa program maalum. Hawa watu waingie utasoma kitu fulani, yani wasome vile vitu ambavyo wanaenda kuapply moja kwa moja, waelekezwe katika hivyo vitu, kuliko mtu aende anasoma sijui public relations kwa miaka sijui mitatu sijui mingapi, afu mwisho wa siku public relations yenyewe sijui international relations hana sehemu ya kwenda kuitumia. Wasome vile vitu ambavyo tuanze kuwekeza, wasome vile vitu ambavyo wanaweza kujifunza, wanaweza kuifanyia kazi moja kwa moja baada ya chuo. Lakini pia tunaweza tukaanzisha program maalum za kuwawezesha hawa vijana wanajiunga vikundi kwenye hiyo vyuo vyao. Hayo ndio maisha mazuri sasa ambayo tunasema kwamba soma kwa bidii utakuja kuishi maisha mazuri. Kwamba unasoma, unamaliza chuo, unaungana vijana 100, vijana 50, tunawapa mtaji na kuja na mradi wenu, mnaenda mnaufanyia kazi, mnapata supervision nzuri ya wataalamu. Sio maprofesa. Maprofesa waishie tu huko kwenye kuwafundisha chuoni, kwa sababu pia kwenye kufanyia kazi vitu kwa vitendo maprofesa hawako mstari wa mbele na hawafanyii kazi vitu hivyo wanavyofundisha. Watu ambao wanafanya hivi vitu practical, watu ambao wamebobea katika maeneo husika, sio lazima wawe maprofesa. Wapo wa Tanzania wengi wanaoweza kujitolea kuwasaidia vijana katika hilo. Na hawa sasa vijana mwisho wa siku wamemaliza chuo, wakawezeshwa kwa mtaji fulani, wakasimamiwa. Kila baada ya siku kadhaa, kila wiki kwa mfano, wana report. Wamefanya nini? Wameuza kiasi gani? Wametengeneza bidhaa gani?